hapa ni Mkali Studio hapa. Nafahamika kwa Mkali Studio kupitia channel zangu zote. Leo nimekuja kuwapa taarifa hii hapa. Hii ni taarifa ambayo naamini kwamba itawasikitisha, lakini ni taarifa ya kweli kabisa ambayo itakuja kutokea hapo baadaye. Unachopaswa ni kutega masikio yako, kuchukua muda wako na kusikiliza kwa umakini mkubwa na weledi uliojitosheleza. Sasa iko hivi, maisha ya sasa yamekuwa ni maisha ambayo ya ukafiri kabisa, maisha yaliyokuwa yametupwa katika jalala. Nazungumza leo tarehe 17 ya mwezi wa 10 2024, tarehe 17 mwezi wa 10 2024. Ifikapo mwaka 2030, sehemu kubwa sana ya dunia, yani namaanisha binadamu wengi watateketea. Watateketea kwa namna gani? Kuna wengine watateketea katika mazingira ya kutatanisha, ambao hawatajulikana wamepotelea pande gani, wako wapi. Lakini kuna wengine watapotea katika masuala ya vifo mbalimbali. Lakini kuna wengine watapotea katika masuala ya kubadilishwa katika akili zao na kwa machizi. Sasa nahitaji kuambia kuhusu swala hili hapa. Nchi ya Tanzania, au niseme Afrika nzima, itatawaliwa na machizi wengi sana ifikapo 2035, ambapo itakapofika 2035 robo tatu ya dunia ya binadamu watakuwa na hali fulani ya tofauti sana. Machizi wengi, binadamu wa kawaida watakuwa ni wachache sana. Dini zitakuwa hamna kabisa. Dini za kumwabudu Kristo hazitokuwepo. Na pia kutakuwa na watu wa bandia. Robo tatu ya dunia, yani namaanisha robo tatu ya binadamu wa kawaida, pasenti, yani robo tu ndio watakuwa binadamu wa kawaida. Na katika binadamu wa kawaida watakuwa ni binadamu ambao wanatumikia na kutumikishwa na binadamu wa bandia, ambao katika hao binadamu wa bandia watakuwa ni binadamu wa tofauti sana, ambao watakuwa ni wametengenezwa katika ulimwengu wa roho, wakifanya kazi kama binadamu wa kawaida, na watakuwa wakishirikiana na binadamu wa kawaida. Na kitakachofanyika ni kwamba uasherati utakuwa mwingi sana. Watu watakuwa wanafanya mapenzi kinyume na maumbile. Alafu pili, wafanyakazi binadamu wa kawaida watakuwa hawapo. Binadamu wa kawaida hawezi kupewa ajira, kwa sababu binadamu wa ulimwengu wa roho watakuwa ndio wanafanya hizo kazi. Watakuwa wanafanya kazi kama wanaume, pia watakuwa ambao watakuwa wanafanya kazi kama wanawake. Kwa hiyo tutaenda na hiyo hali mpaka 2045. Ifikapo 2045 kutakuwa na vitu vingi sana, ambapo kutakuwa hakuna watu wanaotambuana. Hata hao viumbe, hao binadamu wa rohoni hao
hawatakuwa wanatambuana, watatokea kutokuelewana baina yao wao na binadamu wa kawaida ambao wana control hao binadamu wa kiroho. Na mpaka ifikapo 2048 kutakuwa na mambo ambayo sio ya kuyafikiria kabisa. Ni mambo ambayo yatakuwa mambo mazito sana. Kutakuwa na damu nyingi sana zitakazomwagika za hawa watu ambao watakuwa ni binadamu wa kawaida ambao wanaishi katika dunia hii na wa binadamu wa ulimwengu wa kiroho. Sasa baada ya damu nyingi kumwagika, ifikapo 2048 mwezi wa 10 litapigwa gharika ambalo litakuwa ni kupoteza ufahamu wa kila kiumbe kilichopo katika ulimwengu, katika hii dunia. Kila kiumbe kilichopo katika hii dunia, haijalishi kipo katika hali gani, iwe wanyama, iwe binadamu, iwe wadudu, iwe mimea, yani chochote kilichopo katika hii dunia, yani chochote kitateketea. Na katika swala lake la kuteketea, kitateketea katika mazingira haya hapa. Litakumba giza ambalo giza hilo halitaweza kumulikwa na kitu chochote. Itakuwa ni kama mtu aliyefumba macho. Kwa hiyo kila kitu kitakuwa cha tofauti sana, na tutakuwa kama watu tulilala kwa miaka 4, yani kuanzia 2048 mwezi wa 10 hadi mwaka 2052 mwezi wa 6 tutakuja kuamshwa kama dunia ndio inaanza upya. Hakuna chochote utakachokiona hapa duniani katika hali unayoiona saizi. Hakuna chochote ambacho utakumbuka. Hakuna chochote utakachokielewa. Hakuna chochote utakachokitambua. Hakuna chochote utakachokifahamu. Wataibuka watakatifu, na dunia itakuwa inaanza upya. Kwa maana shetani wakati wake wa kutawala umefika sasa. Na ndio maana ameachiwa tawale. Mungu amenionyesha haya, nimeona si vyema nikabaki nayo mwenyewe. Nimeyaleta kwenu wanadamu wenzangu. Shetani wakati wake wa kutawala umefika. Kuanzia 2026 mpaka 2048 ndio utakuwa mwisho wa utawala wa shetani. Kwa hiyo jamani, tuendelee kuvumiliana, tuwe na moyo, tusikate tamaa, tuendelee kuishi kama hatujui kinachokuja au kinachofuata.